Karibu tena sana mtazamaji wa FM Show KE, tunazidi kukuletea uhondo na taarifa kadri zinapochipukia kutoka katika sehemu tofauti nchini. Na leo tunazamia katika kisa cha Monica Kimani, Jowie Irungu pamoja na aliyekuwa mpenzi wake kutokea kule nchini South Sudan. Let's look at this in another perspective. Maana Jowie ashapewa hukumu ya kifo na amepata kuweza kuappeal his sentence. Now, Monica Kimani's link with powerful Sudanese politician await a court under businesses in Juba. Monica Kimani was a slain Kenyan lady who completed studies from Kenya Polytechnic. A star in business, grew faster than nobody thought, and the links to South Sudan powerful man raised questions on who could have been the killer of the young soul. Monica Kimani, whose life was tragically cut short by a brutal seizure in Kilimani flat, was known for her entrepreneurial moods and close relationship to Southern Sudanese politician Daniel Awet Akot. Announcement by Daily Nation revealed that Monica's voyage to South Sudan began innocently after she completed Polytechnic, with her dad Paul Garama founding a newspaper deal business between Kenya and Sudan. By this time, Monica's father, Mr. Garama, oversaw to get a job, and she began working at the governor's headquarters, who wanted her so much, deepening the dubious connection and links in Juba. Monica's involvement developed as she embarked into the magnificence product and interior layout industries, further enabling out Mr. Akot's connection for lucrative contracts. Even though Monica's household has denied any marital relations between her and Mr. Akot, it is apparent that the connection was solid. Mr. Akot impact stimulated Monica's rise in the industry world, facilitating her to acquire properties and achieve financial victory within a short period of time. According to a Daily Nation publication, the title reads, Monica's Juba Links. Monica's frequent trip between Kenya and South Sudan put forward skepticism, particularly regarding big sums of money she carried. Despite tight restrictions, Mr. Akot allegedly used his impact to promote Monica's movement, suggesting a deeper involvement in her liaisons. A body was found in a house in Kilimani flat, leaving detectives baffled by the motive and execution of the corruption. The death of any significant lease or recovered money intensifies the puzzle surrounding a casualty. As detectives go serious into Monica's past and relationships, queries arise on what Jowie's friend, CEO Dinda, indicated hours after his verdict on Instagram. Dinda begged Jowie to talk the fact and confess the real populace who killed Monica Kimani. He urged him not to carry someone's cross to the grave, no consequences how much they reimbursed him. He told that they misled him, that they will get him out, but they didn't. The puzzle surrounding Monica's killing is earning so profound now. As detectives capture out the puzzle of a murder, the truth behind Monica's vitality and the occurrences leading to a tragic stop may soon come to glow. The mystery encircling her demise begins again to haunt those who understood her and the communities she brushed with. Now, mtaniruhusu kidogo tuweze kuongea kuhusiana na hili. Nitaweza kunukuu this article by The Nation. Inasema hivi: sources had claimed to The Nation that Mr. Garama, Monica's father, moved to South Sudan in 2007 to sell Kenyan newspapers, and that soon he became well known among the Kenyan community in the country. He used to also deliver newspapers on a bicycle, was very friendly and lived an ordinary life.
said a man who knew the family but asked not to be named to speak freely. He said Mr. Garama later moved to Rumbek and became close to the then Barhel Gazelle governor, Mr. Awet Accord, who developed trust in him. In 2013, the source said, just a year after Monica's graduation from the Kenya Polytechnic, Mr. Garama invited her to Rumbek, where she got a job in the governor's office. Na hapo ndipo kisanga kilianza. Hapo ndipo visa vilianza. Uhusiano wa Monica Kimani na gavana wa South Sudan unaendelea kuzua mazungumzo, unaendelea kuweza kuleta maswali tata, ikiweza kuulizwa, je, ni kweli Monica Kimani aliuawa na Jowie Irungu ama kuna watu ambao walimuua na hivyo Jowie Irungu alitumika kama scapegoat ya kuweza kubeba msalaba huu? Maana si jambo la kupingwa ya kwamba Jowie Irungu alikuwepo at the scene of the crime wakati Monica Kimani alipata kuiaga dunia, na hili ndilo liliweza kumsulubisha Jowie. Lakini amna any circumstantial evidence ya kuweza kuonyesha kwamba Jowie Irungu aliweza kuhusika kumuua Monica Kimani. Na kulingana na hili, inaaminika kuna mpenzi wake Monica Kimani ambaye anatambulikana kama Yasir Mohamed kutokea kule nchi ya South Sudan. Inaaminika siku aliyopata kuiaga dunia na kuuawa Monica Kimani, keshowe alikuwa safiri nchini Dubai kupatana na mpenzi wake Yasir, lakini maisha yake yaliweza kukatizwa. Cha kushangaza ni kuwa huyu ambaye alikuwa mpenzi wake Monica Kimani hakuweza hata kuhudhuria mazishi yake, hakuweza hata kufanyiwa uchunguzi wowote na maafisa wa polisi. Lakini kulingana na familia ya Monica, haswa nduguye, anasema mwanaume huyu alifika nyumbani kwa Monica na kuweza kuchukua vitu zake ambazo zilikuwemo mule ndani na akatokomea na hajawahi julikana alipo mpaka wa sasa. Hila hizo ni paruanja tu na fununu kutokea kwa maafisa wa polisi, maana inaaminika katika bara la Afrika kitengo cha DCI kipo kinashikilia namba 3 katika uchunguzi, na hivyo kuweza kumpata mtu kama huyo ni kwa dakika tu uchunguzi wao huo umekamilika. Lakini waliweza kufutilia mbali kuweza kumchunguza ambaye ni mpenzi wake Monica Kimani. Je, tunauliza uhusiano waliyekuwa mpenzi wake Monica Kimani na gavana Hakot wa South Sudan ambaye ni gavana wa eneo la Hal Bar Gazelle ulikuwa ni upi? Uhusiano wa hawa wawili ulikuwa ni upi? Maana inawezekana kwamba huyu boyfriend wake Monica alikuwa na uhusiano na gavana, na mbona atokomee tu hivyo na isijulikane alipo na asiweze kuhudhuria mazishi na asiweze kuandikisha any statement kuhusiana na kifo cha Monica? Aswa ikija katika visa kama hivi vya mauaji, maafisa wa polisi kitu cha kwanza wao huweza kufanya katika uchunguzi wao ni kuangalia ambaye alikuwa katika mahusiano ya kimapenzi na huyu mwanamke ambaye ameuawa. Lakini hapa maafisa wetu wa polisi na ambao walikuwa wamepewa nafasi katika upelelezi wa mauaji ya Monica Kimani hawakufanya jambo hili. Nani aliweza kuwa divert na kuwaelekeza attention yao kwake Jowie Irungu, wakimwachia mpenzi wake Monica na uhusiano wa Monica Kimani na serikali ya Southern Sudan utokomee tu hivyo? Maswali yanazidi kuulizwa, ila kile watu wanachotaka sana ni majibu. Na je, mbona mahakama ya Jamhuri ya Kenya ilichukua hatua ya kumhukumu Jowie Irungu kifo haraka sana bila hata kuweza kudhibitisha kile kilichomshinikiza Jowie, kile kilichomsukuma Jowie kuweza kumuua Monica ni kipi haswa? Maana hilo ni swali mpaka hii leo hatujawahi ambiwa na hatujawahi dhibitishiwa. Hivyo tunazidi kuuliza, what pushed Jowie Irungu to kill Monica Kimani? Alilipwa? Alikuwa katika uhusiano wa mapenzi na Monica? La hasha, maana Jowie alikuwa tu ndio kakamilisha miezi 3 tokea alipokuwa amempropozia mpenzi wake TV star kwa wakati ule Jackie Maribe. So he had another relationship and did the phone and the data analysis link
Jowie Irungu to any of the Southern Sudanese links to Monica KIMANI ya kwamba tuseme wao ndio walimlipa Jowie aweze kukamilisha hii kazi? La hasha. Alafu cha kushangaza ni kuwa siku alipopata kuuawa Monica KIMANI, kamera za CCTV nyumbani kwake kule Lamuria Gardens hazikuwa zinafanya kazi, ikisalia kuulizwa, je, nani alikuwa na uwezo wa kuweza kuingia nyumbani kwake Monica KIMANI na kugundua jinsi ya kuzima kamera za CCTV? Ni mtu wa karibu sana katika boma hilo. Huyu mtu wa karibu sana ni nani? Na mbona hakufanyiwa uchunguzi pia yeye? Maana familia ilichukua hatua sana ya kumhukumu Jowie Irungu. Maana the police investigation led them to Jowie Irungu. Na babake Monica KIMANI ambaye ni Bishop Garama, mbona halikwepa kutoka nchini Kenya kwenda kule nchini Marekani baada ya kupokea barua kutoka katika nchi ya Southern Sudan ikimwambia kuna vitu ambavyo mwanao aliiba kutokea kwetu, na hii ni baada ya Monica KIMANI kuuawa. Tunavitaka, walimwambia Garama, tunavitaka, na kama hatutovipata pia wewe utakwenda kama alivyokwenda mtoto wako. Hivyo ilimbidi Garama akwepe na kuelekea kule nchini Marekani. Sasa cha kushangaza ni kwamba taarifa kama hizi hazikuweza kufanyiwa uchunguzi. Taarifa kama hizi, they were overlooked. They never digged deep into that. They just crucified Jowie Irungu without enough circumstantial evidence. Unajua kuna kitu alichokisema judge ya kwamba with the power given to her and the evidence given to her proving beyond reasonable doubt that Jowie Irungu was guilty as charged. What was the motive of Jowie Irungu doing this? Where is Monica KIMANI's boyfriend Yasser Mohammed? Was any question asked? Na cha kushangaza pia ni kukumbushe kampuni aliyokuwa akifanya nayo Monica iliyokuwa ni kampuni ya boyfriend yake kule nchini Southern Sudan. Baada ya kitendo cha Monica kuuawa, kampuni hii ilibadilishwa jina. Kuna chapisho katika gazeti la Nation, na ilo chapisho ukiliangalia vizuri utagundua kuna maswali mengi kuliko majibu katika mauaji ya Monica KIMANI. Na aswa Jowie Irungu hakuwa na direct links zozote ambazo zilionyesha kwamba Monica KIMANI alikuwa a threat to him or a threat to anybody in his family, which would prompt Jowie Irungu to go ahead and do the heinous act. Tunakuachia hapo mtazamaji wa FM Show KE, na tunakuomba usibanduke kabla ya kusubscribe.